Huyu anaitwa Dina, ni mtoto wa kwanza wa hii familia. Anafanya kazi sana ise. Muda mwingi yeye yuko busy na kazi tu, hata kula kwake ni changamoto. Filamu inaitwa Love Me Twice. Sasa huyu anaitwa Nikki, ni mdogo wake wa Dina. Huyu hapendi kinoma kufanya kazi. Anachokitaka ni kuwa fashion designer tu, yani hataki kitu kingine kile. Sasa kuna mtu alikuwa anatakiwa kwenda kuonana naye. Kwa hiyo akapigiwa simu kuwa yule mtu atasafiri usiku wa leo, kwa hiyo lazima awahi kwenda kuonana naye. Nikki akakurupuka kishenzi kumwahi huyo mtu, maana akichelewa tu atamkosa. Ana safari ya kwenda Paris usiku wa leo. Baada ya maandalizi kumalizika, akatafuta sana funguo ya gari yake lakini hakuipata. Ikabidi amuulize mfanyakazi wa ndani kama anajua ilipo. Mfanyakazi naye akasema hajui ilipo. Kumbe mzee wake aliichukua bana. Noma sana ise. Mama akasema kila siku natoka humu ndani, zaidi unaleta aibu tu. Kiukweli tumechoka kabisa. Nikki akasema hana muda wa kupoteza. Kuna mahali anatakiwa kwenda kwa sasa. Kwa hiyo akahitaji funguo za gari yake tu. Mzee akasema hebu muangalie dada yako alivyo sasa hivi. Ni mpambanaji. Anaifanya hii familia ijivunie yeye. Kwa sasa anaendeleza biashara ya familia. Hebu jiangalie wewe. Unaleta nini kwenye meza ya mzee Martin? Aibu, udhalilishaji na matusi yasiyoisha. Kwa hiyo mnataka nini sasa? Kichwa changu au? Nishawaambia na nitasema tena. Sitaki kufanya kazi kwa kampuni ambayo inaharibu maisha yangu. Nataka kuwa fashion model. Hebu niangalieni. Muangalieni mtoto wenu. Nina kila sifa za kuwa huyo mtu. Nina muonekano, rangi nzuri, mwili umekaa mahala pake. Mimi sio msichana wa kukaa ofisini kuanzia asubuhi hadi jioni. Mama akasema hii biashara anayoisema ndio imempa haya maisha ambayo yuko nayo kwa sasa. Na washukuru sana. Sasa hivi mimi ni mtu mzima, nafanya maamuzi yangu. Unaweza kulipa funguo za gari yangu mzee? Mzee akakataa hapa. Akasema alinunua hiyo gari na naweza kuichukua pia kama ambavyo ameichukua hapa. Kama unataka hiyo gari, unaweza kwenda kununua mwenyewe. Mzee anaamini kabisa kwa fashion model ni umalaya mtupu yani. Nikki akasema hamjui kile ambacho Gen Z wanaweza kufanya. Mnaweza kubaki na funguo zenu kama mnataka. Nikki akawa amesepa hapa. Sasa Adina na mpenzi wake anaitwa Sylvin wanapendana sana hawa. Lakini tatizo la Adina ni kuwa yuko busy sana na kazi kuliko mahusiano yake. Hata kumkisi tu mchizi ni masharti mazito. Akiwa amejipaka lipstick hawezi kumkisi. Noma sana hii. Sasa hili tatizo linamuumiza sana mchizi. Upande wa pili kwa bahati mbaya Nikki amemkosa mtu ambaye alikuwa anamuwahi. Lawama zote ziko kwa wazee wake ise. Maana wasingechukua ile funguo pengine angemuwahi hapa. Akafika nyumbani analalamika kishenzi. Kamkosa mtu aliyekuwa anamuwahi. Mama kauliza, "Ndio maana unapiga makelele hivi? Ulienda kutafuta kazi wakati babako anakupa ajira ukaikataa." Nikki anachokitaka ni kufanya kazi kwa kampuni ya fashion tu. Pale pale Adina akaja. "Nilifikiri umepata akili, kumbe bado hazipo Baba amekupa nafasi ya kupata mamilioni ya pesa, lakini ukakataa. Badala yako unaenda kuhangaika huko." Nikki akasema, "Mnaona sasa, Kibaraka ameingilia maongezi yasiyomuhusu." Adina akashangaa, "Mimi Kibaraka? Kila kitu unachokifanya lazima uambiwe na baba na mama. Unapangiwa muda wa kula, muda wa kulala, wanakupangia hadi muda wa kupumua. Si unaona? Wanakufanya uishi maisha ambayo hawakuishi kwenye umri wako. Ni huzuni. Hauwezi kuona akala kofi." Chunga mdomo wako wewe. Hakuna mtu aliyekuwa upande wa Nikki ise. Kila mtu yuko upande wa Adina tu. Wanamuona hana maana huyu. Nikki alipiga kelele kishenzi unaambiwa. Akasema ataleta aibu zaidi ya hii ambayo wanaiongelea. Hii si wanaiona ni aibu. Sasa inayokuja ni zaidi ya aibu. Wajipange tu. Adina yuko busy na kazi kiasi kwamba hata akienda kumtembelea mpenzi wake anakuwa kazini ise. Yani hampi muda kabisa mpenzi wake. Licha kuwa hawajaonana kwa muda mrefu, lakini bibia wala hatajali kabisa. Hiki kitu kinamuumiza kinoma mchizi. Akimaliza kazi ya Adina, mchizi ashapitiwa na usingizi na yeye amechoka, anaangusha tu. Tukutane asubuhi hapa. Mapema asubuhi Adina anatoka kwenda kazini. Licha kuwa leo ni Jumamosi. Anasema kuna kikao kizito sana ambacho wanatakiwa kwenda kumwakilisha mzee wake. Sylvin anaona Adina hayapi kipaumbele kabisa mahusiano yao. Yaani muda wote yuko busy na kazi tu. Sasa Adina na mzee wake kuna mkataba wanapambana sana kuupata na wapo kwenye ushindani mkubwa na kampuni nyingine. Kwa hiyo mzee akamsisitiza sana pambane ili apate huo mkataba. Noma sana ise. Sasa Adina alipofika ofisini akapiga simu ili kujua kinachoendelea kwa kandarasi ambayo wanaitaka wao. Akaambiwa kuna kampuni nyingine ambayo imepewa hiyo tenda. Kwa hiyo wao wamekosa ise. Adina aliomba sana wapewe hilo dili na nini, lakini washikaji wakaendelea kukaza tu. Wamemaliza kabisa. Sasa atamwambia nini mzee wake hapa? Pale pale akaja msaidizi wake akamwonyesha picha. Adina alishangaa kishenzo naambiwa. Alikuwa ni mdogo wake amejiandikisha kwenye app ya kutafuta wanaume ise. Akaja nyumbani na hasira kishenzi Adina. "Kwa nini kajiandikisha kwenye hiyo hapo?" Mzee akashangaa. "Hiyo ndio biashara yako mpya, si ndio?" Kinachomuumiza Adina, Nikki kaweka picha yake kabisa na kama haitoshi, ametumia jina kamili la familia. Hii ni aibu kubwa ise. Melody akaona hili tatizo alimuhusu, lakini Adina anaona wanamuonea tu, yeye yuko sawa. "Kwa nini unaleta laana na kuharibu jina la familia? Hatuja kufanya nini Nikki?" Melody akaona ondoke tu hapa, maana balaa limekuwa zito. Nikki akasema hakuna kitu ambacho amewahi kukifanya wakakipenda. Kila siku anamlinganisha na dada yake tu. Mnapuuza mahitaji
mahitaji yangu, lakini yake mnamtimizia. Mmenikata mshahara wangu wa mwezi, umechukua funguo yangu ya gari kwa sababu mnataka niwaabudu, lakini mnajua nini? Nitaishi, nitafanya kila njia. Kwa hiyo nyie wote subirini tu hapo. Nicky akaondoka. Mzee alipojua amekosa dile kandarasi, alifoka kishenzi unaambiwa. Adina akaomba msamaha tu hapa na nini. Msamaha wako utarudisha hilo dili? Kwa nini umeruhusu ashinde? Umekuja kuwaje wewe? Mbona umekuwa mjinga sana? Nilijitahidi, uliniambia nikakuamini. Hebu angalia tulivyochakazwa. Samahani. Mzee alikuwa amekasirika kishenzi, yani anamuona Adina kama mtu asiyeweza. Hiki kitu kilimuumiza sana Adina. Ameambiwa hawezi kwa sababu ya kukosa dili moja tu. Hiki kitu kikamfanya tafakari sana. Amewezaje kupoteza hili dili? Hasira za kufokewa na mzee wake akazihamishia kwa mpenzi wake hapa. Hakutaka mazoea naye kabisa. Alifoka huyo. Hauoni niko bize? Akasema familia yake imepoteza dili muhimu sana, kwa hiyo anapambana asipoteze tena. Hiki kitu kilimuumiza kishenzi Sylvain. Alikuja kumtoa lunch mpenzi wake, lakini imekuwa tofauti kabisa. Amefikiwa kwenye kufokewa. Mjue tu kwamba mwanaume hapendi sana kufokewa. Lazima muelewe hilo. Baadaye Adina akamfuata Sylvain, akamwomba msamaha kwa namna ambavyo aliongea naye muda ule na nini. Mchizi akamsamehe tu kwa sababu anampenda. Sylvain akahisi pengine hii inaweza kuwa fursa ya kuwa naye karibu, maana amemmisi sana ise. Adina akamwomba kama vipi waende Kalaba ili wakaenjoy pamoja na nini. Mchizi akawa amekubali hilo ombi ise. Sasa pale Adina akaomba kuondoka. Alikuwa anasema kuna faili muhimu sana ambalo anatakiwa kumpelekea baba yake. Hiki kitu kinaendelea kumuumiza sana Sylvain. Nicky akawa anakutana na wanaume wa kila aina. Sasa uzuri wake tu unawapagawisha mazee. Hawaamini kabisa kama ni mtu kweli huyu. Wanahisi pengine ni ndoto hii. Kuna watu ni wazuri, unaweza ukahisi ni majini. Lakini kiuhalisia ni watu ambao wanaishi kabisa. Maana sio kwa uzuri huu. Hata kama ungekuwa ni wewe, ndio unakutana na Nicky. Upande wa pili kwa Adina akiwa ofisini, kuna taarifa kaiona kwenye simu yake. Ikamshtua kishenzi unaambiwa. Hatujui ni taarifa gani hii. Lakini pia upande wa pili huku, Sylvain anajiandaa na safari ya kwenda Kalaba. Kumbe leo ndo siku ambayo walikubaliana ise. Kwa hiyo Adina akawa bize sana na kazi. Kasahau kabisa kama kuna hiyo safari. Ndio maana alishtuka muda ule. Akampigia simu mchizi kumjulisha kuwa ameahirisha hiyo safari, maana kuna safari ya kwenda kumwakilisha mzee wake kwenye kikao huko Abuja. Noma sana ise. Na dili ambalo anaenda kulipambania ni muhimu sana kwake. Akamtaka kama vipi aende peke yake tu, lakini siku nyingine wataenda wote. Yaani kazi ni muhimu sana kwa Adina kuliko mahusiano yake. Mchizi ametumia pesa nyingi mno hadi hivi sasa, lakini Adina hajali kabisa hilo. Sylvain ikabidi ampigie simu Melody, akamwomba kama vipi aje nyumbani kwake wazungumze, na kama hatajali basi atamlipa muda ambao ameutumia kuja hapa. Melody akasema yeye hawezi kuja, lakini ana rafiki yake mmoja hivi ambaye anaweza kwenda muda wowote ule. Sylvain akaomba picha yake hapa na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Kweli bana, Nicky akaja kuonana na Sylvain. Mchizi akakaa kama saa zima hivi bila kuongea chochote kile. Alikuwa anapiga mitungi tu. Nicky akaja kumnyang'anya chupa ambayo alikuwa anaitumia kunywa. Hawezi kuendelea kulewa kindezi hivi. Naomba utoke nyumbani kwangu sasa hivi. Unajua unaongea na nani? Sijali wewe ni nani, toka nyumbani kwangu. Sylvain akamsukuma kule Nicky. Nicky akaumia kishenzi unaambiwa. Akasema ataondoka haina shida. Akachukua vitu vyake ili asepe. Nicky alipofika mbele akafikiria sana. Akasema kulewa sana kuweza kuibadilisha hali yako. Akili yako ambayo haina pombe inafikiria zaidi kuliko yenye pombe. Ukipatwa na tatizo, badala ya kukimbilia pombe, kaa utafakari namna ya kutatua tatizo lako. Nawezaje kuacha kumpenda mtu ambaye ninampenda? Kwa hiyo hili swala ni la moyo, si ndio? Mpenzi wako amekuacha Hapana, nipo peke yangu kwenye haya mahusiano. Hayajawahi kufanya kazi. Nicky haelewi. Ikabidi Sylvain amwambia anachopitia kwenye mahusiano yake, namna anavyokataliwa kumkiss na nini, ubizi wa kazi alionao mpenzi wake. Noma sana mazee. Alieleza vitu vingi sana mchizi. Inaumiza sana hiyo Muda huo Nicky hajui anayeongelewa ni dada yake Adina. Nicky na Sylvain walilala kwenye vyumba tofauti siku hiyo. Asubuhi na mapema ikabidi mchizi amlipe Nicky mkonjo wake na nini, lakini akamlipa kupitia akaunti ya Melody, maana akaunti yake haifanyi kazi. Si mnakumbuka alifungiwa Baada ya kutoka Abuja, Adina akaja kuspendi na mpenzi wake. Kamletea zawadi ili kumtuliza mchizi na nini, maana alijua kabisa mara ya mwisho alimkera. Sylvain akasema hata yeye yuko busy na biashara zake, lakini anatoa muda kwa ajili ya mpenzi wake. Watu wakaingia chumbani kuonyesha umwamba hapa. Wakati mchizi anataka kufanya jambo lake hapa, simu ya Adina ikaita. Alikuwa ni mzee wake anapiga. Mzee akasema kesho na presentation, kwa hiyo anapaswa tume email ya kuthibitisha kwenye kampuni ambalo wanatakiwa kupata kandarasi. Kimbembe ni kuwa hapa Adina hana kompyuta yake iko nyumbani. Kwa hiyo ikabidi ahirisha alichokuwa anataka kufanya ili aende kupiga kazi. Mchizi akamlazimisha sana atumie kompyuta yake na nini, lakini Adina akagoma. Akasema halina taarifa ambazo anazitaka. Unaniachaje hivi? Unamaanisha nini? Kampuni ya mzee wangu ni bora kuliko ngono za kipuuzi hizi. Bibi ikabidi asepe tu. Akasema atarudi. Mwani kamkera kishenzi hii kauli. Noma sana ise. Mchizi haelewi. Anaona mazingaombe tu yanaendelea. Ikabidi ampigie simu Nicky aje kumpa kampani hapa. Basi ilikuwa vibe kubwa mno naambiwa. Washikaji wamejikuta wanaendana kama wamekutana muda mrefu hivi. Kuna namna mchizi anaona faraja kubwa sana akiwa na Nicky kuliko akiwa na Adina mpenzi wake. Kiuhalisia kabisa mchizi hajawahi kumsaliti Adina. Licha kulala chumba kimoja na Nicky. Yupo na Nicky kwa ajili ya vibe tu na huwa anamlipa milioni 2 kila siku akija hapa nyumbani. Sylvain
Sylvie aliporudi nyumbani akashangaa kumkuta Nicky hapa. Alijua ameshaondoka, lakini Nicky akasema hakutaka kuondoka wakati mchizi hayupo, kwa hiyo amepika msosi kabisa ise. Sylvie haelewi huyu ni mwanamke kama Adina kweli au ni AI? Mbona yuko tofauti huyu? Sylvie akawa anakutana mara kwa mara na Nicky. Mchizi anaenjoy kishenzi akiwa na Nicky. Tabasamu linakuwa kubwa la kutosha naambiwa. Asubuhi na mapema Adina akampigia simu Sylvie. Akasema anakuja nyumbani kwake. Ikabidi amkurupue Nicky aondoke hapa, maana akimkuta hapa itakuwa ni so kubwa. Yaani mchizi ataki kabisa Nicky akutwe na mpenzi wake hapa. Noma sana unaambiwa. Nicky ikabidi aulize, kwa nini niondoke? Sisi si marafiki. Hata hivyo nitafurahi nikikutana naye. Sylvie akagoma. Hawezi kukutana na mpenzi wake hapa, anapaswa kuondoka tu. Unanifukuza kwenye nyumba yako kama kuku. Nicky ikabidi ajiandae ili aondoke tu hapa. Hana namna tena. Adina akaja kuomba msamaha kwa maneno mabaya ambayo alimwambia mchizi siku ile. Akasema leo atafanya tendo hapa. Nicky akaja kulalamika kishenzi namna ambavyo amefukuzwa kama nzi nyumbani kwa Sylvie. Eti kwa sababu mpenzi wake anakuja tu. Melody akasema kwa namna anavyoona Sylvie anataka kufanya we mchepuko. Mimi mchepuko? Una kichae? Nicky akasema hajapenda tu namna ambavyo alifukuzwa nyumbani kwa Sylvie. Melody akahisi pengine jana wameshiriki na nilie. Nicky akasema Sylvie sio kama wanaume wengine ambao wanawaza mapenzi tu. Yupo na mimi kwa ajili ya company tu. Hakuna chochote ambacho kinaendelea. Kama ni hivyo, kwa nini umekasirika sasa? Basi upesi kukasirika. Melody, hebu nyamaza. Maana hujui ninavyojisikia hapa. Melody anachojua ni kuwa Nicky ameanza kumpenda Sylvie, lakini Nicky hataki kabisa kusikia hicho kitu. Huku mchizi anajua leo atatumia muda mwingi sana na mpenzi wake, lakini pale Adina akapokea ujumbe wa kiofisi. Ikabidi ampigie aliyetuma huo ujumbe hapa. Sasa kuna bidhaa zimepanda bei ghafla tu, kwa hiyo hakutaka wanunue kwenye hiyo kampuni. Aliongea na simu kwa muda mrefu sana unaambiwa. Muda huo Sylvie alikuwa anamsubiri arudi kitandani. Noma sana ise. Sasa Adina pale akampigia simu mzee wake. Alikuwa anamuelezea kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Aliongea naye sana unaambiwa. Sasa kutokana na tabia za Adina ikabidi mchizi amtafute tena Nicky, maana huyo ndo mtu ambaye anampa furaha zaidi kuliko mpenzi wake. Nicky akasema hataki kuwa rafiki ambaye anakumbukwa akigombana na mpenzi wake tu. Kwa hiyo ndo uliumia hivyo? Nahisi unadhani nimeumbwa kwa mawe? Mchizi ikabidi aombe msamaha tu hapa. Akasema haitajirudia tena. Siku zilizopita bila wewe zimekuwa mbaya sana kwangu. Nikiwa na wewe nakuwa na furaha ya kweli. Sitaki kuipoteza hii furaha. Nadhani unaongea hivi kwa sababu umegombana na mpenzi wako. Sylvie akasema nafikiri anipendi kama ninavyompenda mimi. Anajali kazi kuliko chochote kile. Unajua mimi siwezi kumfanyia hivyo. Samahani Nicky. Mchizi akauliza kama ana passport. Nadhani hujui unaongea na mtoto wa nani. Ninayo passport haya, niambie. Sylvie akaomba kama vipi waende Maldives. Nicky akasema ni pazuri sana, lakini hataki kwenda huko. Hata hivyo wametoka Maldives miezi michache iliyopita. Noma sana ise. Kwa hiyo unataka kwenda wapi sasa? Nicky akasema huyo. Kule kuna mtu anataka kwenda kuonana naye na nini. Mchizi akawa amekubali. Akasema atamlipia kila kitu na muda pia ambao atautumia kwenda huko atamlipa. Nicky aliposikia kulipwa tu pesa mkwanja akajiachia kabisa. Noma sana hii. Chezea pesa wewe. Sylvie na Nicky wakafikia kwenye hoteli kubwa kishenzi hapa huyo. Lengo ni kula bata tu. Noma sana manze. Ila Nicky anajua kupendeza nyie. Si mnamuona Hebu mwangalieni kwenye scene zilizopita. Anajua kuvaa sana huyo bibie. Kutokana na ukimya wa Sylvie, Adina akaanza kupata mawazo hapa. Akawa anaulizia kama alikuja kumtafuta ofisini kwake na nini, lakini anaambiwa bado hajafika. Noma sana hii. Baada ya matanuzi mazito, washikaji wakarudi nyumbani. Sylvie huku mawazo yake ni kuhusu Nicky tu. Anahisi anampenda ise. Huku Nicky naye usingizi upande kabisa. Mawazo ni mengi mno. Mchizi akampigia simu Nicky na nini, kila mmoja ameshindwa kulala kutokana na kuwa anamwaza mwenzake. Sylvie akamtaka kesho kama vipi aje nyumbani kwake. Nicky naye akawa amekubali aise. Noma sana unaambiwa. Kesho yake asubuhi mshikaji akamshukuru sana Nicky kwa kumpa furaha ya kweli na nini. Akasema anajisikia amani sana mikononi mwake. Unamaanisha nini? Unaweza kuwa mpenzi wangu Nicky? Unataka niwe mchepuko wako? Hapana, siwezi kuwa hivyo. Sijamaanisha hivyo. Mambo haendi kati yangu na mpenzi wangu. Siwezi kukuondoa akilini mwangu kabisa. Nahisi kukupenda. Unahisi nakupenda Nicky? Ikajibu upande wa pili. Nakupenda pia. Sylvie, umenifanya kuwa na furaha. Hey, kumbe kila mmoja alikuwa anampenda mwenzake. Penzi jipya likazaliwa hapa mtu wangu. Ndugu wawili kwenye penzi la mwanaume mmoja unaambiwa. Noma sana hii. Leo Sylvie akamletea zawadi ya gari mpenzi wake. Nicky alipoiona alifurahi kishenzi unaambiwa. Sasa nikwambie tu kwamba siku zote panapokupa furaha, hakikisha unapatengeneza pakupe furaha zaidi. Adina akawa anampigia mchizi simu ili wakapate lunch. Lakini mwana anakaza. Anasema ana mipango yake tayari. Kwa hiyo hawezi kuvuruga mipango yake kwa sababu ya Adina. Kumbe Sylvie ametoka na kipenzi cha roho yake bana. Sylvie akamuuliza kuhusu familia yake
Niki. Niki akasema mzee wangu anataka niwe MD kwenye kampuni yake, lakini nimekataa. Kwa nini sasa? Kwa sababu nikikubali ataniendesha kama ambavyo anamwendesha dada yangu. Hata hivyo sijioni kwenye hilo eneo. Nataka kuwa fashion model. Ni ndoto yangu tangu nikiwa mtoto. Lakini wazazi wangu wanahisi mamodo wote ni malaya. Sielewi kwa nini jamii inachukulia hivyo. Steven akasema Mr. OK ni rafiki yake tangu utotoni, kwa hiyo atamuunganisha naye hapa. Niki akasema imekuwa bahati sana, maana alikuwa anapambana kinoma ili kuonana na Mr. OK, lakini ilikuwa inashindikana mara zote. Kwa hiyo kirahisi tu anaenda kuonana naye hapa. Noma sana ise. Mapenzi ya Steven na Niki akazidi kuwa na furaha, unaambiwa. Muda wote walikuwa na enjoy tu. Sasa leo kuna mtu akamwona anaingia. Macho mbele, alikuwa ni Adina bana. Akapigwa na ganzi nzito. Nani aanze kuongea na nani aongee nini? Noma sana hii. Adina alilaumu sana ise, lakini Niki hakujua kama ni mwanaume wake huyu. Hapa nani mwenye makosa sasa? Kwenu nyinyi ambao mnatazama, nani kakosea? Niki au Adina? Hebu tuambizane hapo. Adina akasema hajeri kitu gani wamefanya, lakini lazima aachane na Steven tu. Ningejuaje kama Steven ni mwanaume wako? Haujawahi kunitajia hilo jina, na yeye hajawahi kunitajia jina lako. Kila siku anaeleza mpenzi wangu vile, mpenzi wangu hivi. Ningejuaje kama ni wewe? Sasa umeshajua, fanya kitu sahihi. Niki akachoka kabisa. Akasema nampenda Steven.